Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa mama Kibonge. Ukifika ulizia ilipokuwa baa Gaddafi zamani, ukifika uliza duka la dawa za asili la Babu Bidabida. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mwanafunzi wangu, leo tupo namna ya kumwangalia jini anaitwa Marjuan. Marjuan ni bibi wa Maimuna. Maimuna nilishamueleza katika posti zilizopita sifa zake na kazi zake. Leo nipo hapa kukuelezea jini ambaye anaitwa Marjuan. Marjuan ni mmiliki wa kito cheusi, mmiliki wa kito chekundu, ni mmiliki wa kito cha njano. Marjuan ndio jini wa kulipiza kisasi. Marjuan ndio jini wa kufanya kazi zote mbaya. Marjuan ukiwa naye una uwezo wa kufanya jambo lolote baya. Marjuan ukiwa naye una uwezo wa kufanya jambo lolote unalolitaka. Ikitokea umeibiwa, umedhulumiwa, unataka kutetea haki yako, Marjuan anakufaha sana. Marjuan hampendi mtu mwenye kuonewa. Marjuan hampendi mtu mwenye kuhusudiwa. Katika familia yenu kuna uchawi, kuna wachawi, kuna mafirti, hawawezi kumpita Marjuan. Kuna watu wanaogopa kwenda vijijini kwao kusalimia ndugu jamaa na marafiki, kuwapeleka watoto wao au familia yao kwa kuogopwa ama kwa kuogopa michezo michafu inayofanyika katika vijiji au mji huo. Ndugu na ndugu hawasemezani kwa sababu ya uchafu ambao wanaofanyana, aidha kwa uchawi au hata kwa utekaji. Marjuan ndio kiumbe pekee mwenye uwezo wa kujua taarifa ya namna mtu alipo, kitu kilipo, yuko wapi, anafanya nini na namtaka aje haraka iwezekanavyo. Marjuan ndio kiumbe ambaye nimeibiwa, nataka kurejeshewa jambo langu, kitu changu. Nimedhulumiwa, nataka mimi kupata haki yangu. Marjuan yupo katika misingi hiyo. Kazi yake sio kuvuta pesa wala mali. Kazi yake ni ubaya. Vijana si wanasema ubaya ubwela? Basi huyu Marjuan hizo ndo mambo yake. Anapenda ugomvi kuliko kula. Anapenda shari kuliko hasadi. Anapenda ubaya kuliko kitu chochote unachokifahamu wewe. Kazi zake ukimpa kazi mbaya yeye ndo anafurahia. Kumsurutisha mtu, kumpa mtu adhabu, kumfilishisha mtu, muflisi, kumpiga mtu, yani kufanya vyovyote, kumsafirisha popote unapotaka. Awe fukara dhalili huyo mtu aliyekufanyia hasadi. Kwa hiyo Marjuan ni kiumbe wa kike, kwanza mwenye umbile baya ambalo halijawahi tangu uanze kuita viumbe kukaa liaza hukuwahi kukutana na kiumbe mbaya kama huyo. Ana umbile baya la kizee, mwenye mikunyanzi, mwenye kucha ndefu, meno marefu, makali yenye kuchana, mwenye sifa mbaya ambazo wewe hukuwahi kuzisikia. Yeye ndio kazi zake, mwenye kupenda damu, mwenye kupenda ubaya, yani sifa zote mbaya. Ukimtuma kupindua gari dakika, ukimtuma kufilisi biashara dakika, kuunguza moto biashara, nyumba, godauni, sijui mashamba na nini dakika, kupeleka wadudu katika mazao dakika, kupeleka wadudu katika sehemu dakika, kupeleka kitu sehemu dakika, kumchukua mtu kumgeuza kufanya chochote dakika. Yani namna ambavyo Marjuan anafanya kazi zote mbaya, hususan kwa watu walioonewa, kulipiza kisasi. Hii njia inawezekana zamani watu walikuwa wanafanya ndio waonekane miungu watu. Hii njia ndio ilifanya watu mpaka leo hii wasisemezane majirani kwa majirani, ndugu kwa ndugu. Sasa hivi utapeli, wizi imekuwa ni jambo ambalo la kawaida. Kuonewa kumekuwa kawaida.
halbadili hazifanyi kazi, watu wanaibiwa, wataalamu wamekuwa waongo, matapeli. Lakini pia watu sasa hivi utapeli umekuwa ni mwingi. Utapeli wa mitandaoni umekuwa ni mwingi. Utapeli wa hivi na hivi umekuwa ni mwingi. Mtu kuvunjiwa umekuwa ni mwingi. Kunyang'anyiwa mali yake, kitu chake, haki yake imekuwa ni mwingi. Tukalalamike wapi? Inabidi uwe na asbabi. Asbabi ni marijuana. Nipo hapa kumwelezea huyu kwa mtu ambaye yeye ameibiwa, amedhulumiwa, ametapeliwa, amefanyiwa ubaya, amedhalilishwa, amefanyiwa vitu ambavyo si vya kawaida. Kama hujaibiwa huwezi kujua uchungu wa kuibiwa. Ndio wale ambao watu, mtu kaibiwa, kamkuta mwizi, anasema huyo msimuue, mpelekeni polisi, huyo msimpige jamani, ana familia. Wewe haya, twende kazi. Sasa basi, jini huyu anampenda mtu kwanza mwenye sifa hizi hapa. Anampenda mtu mwenye roho mbaya, mwenye roho ya ukatili, mwenye ngozi ya simba, ya chui, lakini aidha amejivisha ngozi ya paka. Mtu mwenye ukatili. Anampenda mtu sio ukatili hata wa maneno, hata wa vitendo. Yaani ni mtu ambaye yeye gogo. No. Anampenda sana mtu wa namna hiyo. Na ukiwa na huyu, hata kama ulikuwa na roho nzuri, lazima uwe na roho mbaya. Yaani wewe lazima mtu akikutazama tu, unajua kuna kile kijiji au kuna ule mji ambaye kuna kingunge yule, kwamba unasema huyu ili mwanga ili chawi, ili linafuga majini. Kwa nini? Ukuwahi kuona hata siku moja wala ni, lakini kwa namna sifa zake, kwa namna appearance yake unavyomtazama, unasema huyu ni askari, huyu ni komando. Kwa nini? Ukuwahi kuona, lakini ukimwangalia tu physical inaeleza kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Ndio hapa sasa tunamzungumzia. Anampenda mtu huyo. Anampenda mtu ambaye yeye mwenye maamuzi ya papo kwa hapo, afikiri. Hasira ikimpanda anatamani hata damu, aone damu. Anatamani. Hasira ikimpanda anatamani hata amkatekate, yani akatekate hata mnyama, akatekate hata mti. Yani huyo ndo mtu ambaye yeye anamtamani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiviangalia, marijuana yeye ndo anapenda hivyo vitu. Sasa anampenda mtu wa namna hiyo. Lakini kwenye maisha yako ya kawaida yeye angalia. Uwe mzinifu, uzinifu wewe na Mungu wako. Uwe sijui mkabaji, ukabaji wewe na Mungu wako. Yani wewe uwe na pia, yeye anampenda mtu mwenye roho mbaya tu. Kwa hiyo hayo mambo mengine binafsi ni ya kwako. Mlevi ni ya kwako. Yeye akuhusudu kwa chochote wala akufuatilie kwa chochote. Yeye anataka kazi, mpe kazi. Sasa huyu anaitwa kwa njia ya abjadi. Anahitajika aitwe katika majina ya abjadi, majina 8 au 24 herufi za abjadi. Zile ndo mtiririko wake wa kumuita. Na namna ya kumuita, lazima uandae chumba halisi, kisichokuwa na mapicha, kilichokuwa na giza. Kwa sababu mwenyewe ana nguo nyeusi ti, lakini mwenye macho ya kuwaka moto, mwenye kinywa chenye kutoa harufu kali mbaya, lakini pia mwenye meno yenye kung'ara zaidi, mwenye kucha zenye kung'aa zaidi. Kwa hiyo akija lazima utaona hivyo vitu, macho yenye kung'aa, nywele ndefu, mfupi, yani wale kama viomoro, sio mrefu, ni kama viomoro unavyowaona wa Kongo. Kwa hiyo marijuana ni kiumbe huyo. Inahitajika uisome abjadi kila siku inayoenda kwa Mungu mara 100,000 kila siku inayoenda kwa Mungu. Uwe katika chumba kisafi. Kazi yake ni siku 1.5 mpaka siku 3. Utakaa katika kikao kimoja au vikao tofauti tofauti kwa vipindi tofauti tofauti kwa kuitamka. Kwa hiyo utaitamka abjadi kwa jinsi ambavyo tulivyoipangilia. Kama hujui, njoo ununue kitabu changu kinachoitwa Abjadi Sahihi. Utapata maelekezo namba 1 na namba 2. Njoo ununue 15,000 kwa 30,000.
Utapata uzuri kwa njia ya PDF, lakini pia utapata kwa njia ya hard copy. Kwa hiyo ukitaka kwa njia ya simu utatumiwa. Bei yake ndio hiyo kitabu hiki, na kizuri sana. Nimefafanua vizuri sana namna ya kuitumia abjadi. Kwa hiyo utaisoma abjadi mara hiyo idadi ambayo nilokutajia kila siku kwa muda wa siku 3, siku 1.5. Kwa hiyo ukikaa leo mpaka kesho, muda kama ule uliokaa nusu yake unakata. Kwa hiyo kama umekaa saa 9 mpaka saa 9, masaa 24, unagawa nusu. Basi hapo unaangalia kiumbe wako kaja ajaja. Asipokuja unaendelea. Unaimaliza ile masaa 24, unamaliza tena na siku ya 3 kiumbe wako lazima awasili. Wewe utatamka na kwa kumuita katika dua ya abjadi pale. Utamuita kiumbe wako aje. Utachora saiko yako. Saiko inamsaidia. Saiko ni mtego wa kumuita kiumbe wako aje kukaa pale katika saiko. Akishawasili kukaa katika saiko yako, huyu kiumbe hatumii damu kwa pale utakapomuita. Lakini ukitaka kumtuma, ile pete lazima uichinjie damu. Kwa hiyo kazi yako ukitaka kuifanya, yeye ndio unapiga kafara yako na atakwambia kwamba anataka nini, unaichinjia nini. Unahisi kabisa hii kazi kubwa, unaweza ukaichinjia hata mbuzi. Unahisi kazi kubwa sana, unaweza kuichinjia hata ng'ombe. Unahisi kazi ni kubwa sana, unaweza kuichinjia ni kuku, ni njiwa, kutegemeana na namna ambavyo kazi ilivyokaa. Marjuan kazi yake kulipiza kisasi tu. Ye anapenda kulipiza kisasi, kutia vichaa nini, vimbisha matumbo huko, wezi hawa kuwapiga, uwe unawajua au wajui. Kikubwa wamekuibia tu. Basi hii ni njia nzuri sana. Kiumbe huyu Marjuan, kama ukimuhitaji gharama yake 5,000,000. Ukitaka kumuita kali adha ndo vizuri. Mwanafunzi wangu, kiumbe huyu anatumika kwa kulipiza visasi kama nilivyosema, kwa namna yoyote ile. Sasa utakapomuita kiumbe wako kwa namna nilivyokuelekeza, akiwasili utaongea naye. Uzuri anaongea katika lugha ambayo wewe utakayokuwa unaiongea. Utamueleza yale yote unayotaka. Mimi nimekuita, nataka nikufanyie kazi zote ambazo wewe unazozifanya. Usichague. Hilo ni sharti lake la pili. Yaani akiwasili anapenda furaha na shortcut. Mimi nimekuita Marjuani, naitwa Babu Bidabida. Nimekuita hapa, nataka ufanye uwe kijakazi wangu. Nitakupa sadaka yako kabla ya kufanya kazi. Sadaka yako ni ya damu. Nitakupa. Leo sijakuandalia sadaka yoyote. Aidha nimekuandalia sadaka hii ndogo ya ubani na udi. Hivyo vitu lazima uwe navyo. Lakini kadri utakavyonifurahisha na mimi ndivyo nitakavyokufurahisha zaidi. Hayo ndio ahadi zetu. Na naomba tuwasiliane kadri nikikuhitaji. Kwa hiyo utaandaa pete ya silver, ambayo pete hiyo yenye stoni nyeusi, pete hiyo yenye stoni nyekundu, pete hiyo yenye stoni ya njano, ni wewe tu utaweka pale. Na kuamuru kiumbe wangu ubadilike katika jumbili la moshi, uingie katika pete hii. Kuanzia sasa utakuwa kijakazi wangu na katika kazi zangu zote. Mmemaliza. Kitendo cha dakika 1 mpaka 2 ataingia, na kuanzia hapo atakuwa kijakazi wako. Kuanzia hapo atakuwa vile ambavyo wewe unavyotaka. Ukimaliza utazima mishumaa yako kama bado inaendelea kuwaka, utazima moto wako kama unaendelea kuwaka, utaenda kupumzika. Hapo hapo itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kama kuna mtu amekuhusudu, unafanya kazi. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, uhitaji kummiliki, basi utaandaa mbuzi au utaandaa ng'ombe, utaandaa kuku, kutegemeana na kafara yako na kazi yako, serious wake jinsi ulivyo. Utaanza kuipiga. Utamuita kiumbe wako. Akishawasili unamueleza, mimi nimekuita, naitwa Babu Bidabida. Nataka tufanye kazi ya titi for tati. Kuna mtu amezulumu mabilioni ya pesa.
Kuna mtu amezulumu mabilioni ya dola. Kuna mtu kila akiambiwa jambo ni jeuri. Kuna kikundi cha watu tunataka kiame. Kuna mtu nataka ahame, ni jirani yangu, na nataka aondoke haraka iwezekanavyo pale. Ni mfanya biashara na amekuja kunihuzumu mimi. Mimi sifanyi kazi, yeye ndo anayefanya kazi. Aondoke haraka. Kuna mtu mwekezaji amekuja, sisi hatumtaki yule. Kuna hivyo yani. Hii ndo mambo yake. Kwa hiyo umeandaa, kama ni ng'ombe, kama ni ngamia, kama ni nini, kutegemeana na power yako na yule mtu. Baada ya hapo unaichinjia ile. Sawa, unaweza ukaichinjia nje. Damu ukaja nayo katika beseni, ndoo au jaba. Unampa kiumbe wako, anainywa ile. Unampa ile, anakunywa. Alafu unamshakiza aende kufanya kazi. Lazima arudi na jibu ambalo wewe ulilokuwa unalitaka. Tena ni titi for tati. Jibu unalipata. Haiwezi kumaliza hata siku 7. Mungu akibariki. Haiwezi kumaliza hata siku 3. Haiwezi, ila kazi ni mbaya mbaya. So na mpenzi wako, sijui ukanivutie mpenzi, hebu mtumie wadudu huko. Sio yeye. Lakini yeye anapenda vitu hivyo. Kwa mwanafunzi wangu, nimekupa hizi tips mbili zote. Tips ya kwanza na tips ya pili. Kiumbe huyu anapenda damu kuliko. Kwa hiyo anapenda kufanya yale mambo. Nipende tu kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi nakuwa na kushushia vinu kila siku. Vinu juu ya vinu. Majini wapo ni wengi kushinda mwanadamu. Majini wapo wengi sana. Somo linalofuata tutawasoma majini tofauti tofauti. Wamali, visasi, pigo, mapenzi na kila kitu. Yaani sasa hivi tumevurugwa. Tunahitaji watu wafunguke na kumiliki vitu vyao. Kwa ukihisi nafundisha jambo fulani ambalo wewe likupendezi, skip hiyo, tafuta nyingine. Nimefundisha vitu vingi sana, lakini kila kitu kuna watu inawalenga. Kwa hiyo ni hivyo. Subscribe mwanafunzi wangu kupata vitu hivi, like kupata vitu hivi. Asante sana, nikutakie mafanikio mema.